Yes, hello people, in Morpheus Media again. On mic ni Matias OG na leo tuko kwenye kipindi chetu cha wasanii na jamii na tuweze kuwa naye mzee hapa. Vipi bro? Oe, nakuaje? Fresh. Mkono kwanza. Mambo yanaenda? Kimya kabisa. Nakuona yani mambo yako fresh. Ya, na bado umependeza sana. Vitu vidogo tu hivi tu tunatupia tu vitu ya nyumbani. Yes, labda tupende kujua zaidi sana kutoka kwako. Hivi kama jina labda unaitwa nani? Yo, mimi naitwa Vankson Boy V. Tunaniita Toto la Sange, you know. Vankson. Hivi labda tupende kujua historia fupi tu ya muziki wako, labda ulianza vipi mpaka kufikia hapo ulipo leo Vankson? Mimi kwanza muziki wangu nilianza toka 2017. Yeah, so nyuma huko. Yaani ndio mwaka ni ambao nilioanza. Hivi labda kwenye safari yako ya muziki ni neno gani ambalo umeshawahi kuliambiwa au kulisikia ukasikia limekuvunja moyo kabisa hadi ukatamani hata kushindwa kufanya kazi ya muziki? Yaani maneno yanakuwa mengi. Sema tu ile kukwambia wewe hujui kuimba. Yaani wewe huwezi fika. Fanya kazi nyingine. So ni maneno ambayo yanakuwa yanakukatisha tamaa. Lakini always unakuwa unajua nini ambacho unahitaji na kupush muziki wako ufike sehemu nyingine. Na labda hivi tuulize, ni msanii gani ama ni mtu gani ambaye uliwahi kusikia nyimbo zake na akakupa nguvu zaidi sana kuweza kufanya kazi ya muziki? Okay. Okay, my role model wangu anakuwa kwanza mtu ambaye alinexpire nikaanza imba muziki mimi kama ni Rayvanny Mtizi. Rayvanny kutoka Tanzania. Yeah, ndo naweza sema kama vile ndo tuseme ndo msanii ambao niliona nasema naweza kuwa kama huyu ya vitu kama hivyo. Na hivi zaidi sana labda ukiwa kwenye stage kuna perform, ni changamoto gani mpaka sasa unaona kama unakuwa nayo na kwa kusumbua zaidi sana? Changamoto on stage mara nyingi mimi kama niko na perform na ma dancers manini. Sasa nikiona ma dancers like wanafanya vitu vyao unakuwa naendea nyuma. Sasa mara nyingi wananiambia kama vile mbona unakuwa na perform una deal na watu wako nini kama vile. I think ndo changamoto moja nakuwa nayo. Nakuwa najali watu wa nyuma sana kuliko watu wa mbele. Sometimes hiyo comment challenge niambie. Yaani unajali sana watu ambao yaani kwa sababu vile okay mimi nakuwa najali wote lakini nikiona na mimi nataka niongeze power kwa dance ndo naendaga. Napatia moral. Lakini kwa watu ambao wako na cheki, okay mashabiki hawapatagi nani, lakini wale watu ambao wanakuzunguka as about manager nini vitu kama vile ndio wanakuja na wanakuletea comment ya vipi. Labda kuna watu wengi ambao wana comment, Vankson, mbona nyimbo zako zaidi sana focus kwenye lugha ya Kifulero? Iko vipi hiyo labda? Sasa Kifulero, kuimba Kifulero sio kosa. Na ni lugha kama nyingine, nza imba Kifulero nini. So mimi naweza kusema kama vile ni muda. Maana kila timing kwa uko artist lazima uwe na timing yako ya kusema. Kama nimeimba Kifulero that means nimetarget fulani. So na sio kusema lakini naimbaga tu Kifulero. Hata Swahili priority zaidi sana kwenye Kifulero. No, kwa sababu umenijua kwenye Kifulero. That's why. Kwa sababu ungenijua kipindi msie uko dola, uko sijui nini ndio ungejua kama vile priority yangu sio Kifulero tu, but ni lugha nyumbani, homeboy tuna promote kawaida ili ifike na sehemu. Okay, labda hivi tuongelee muziki hapa nyumbani sasa, Zaleka. Mimi siku zote waga naongea kwamba muziki hapa kwetu nyumbani bado uko chini sana. Unaweza kutuambia labda ni kitu gani zaidi sana ambacho kimefanya muziki wetu ushinde kupaa juu unabaki hapa ambapo? Mimi naona tu sasa vile inakuwa ni dharau. Okay. Unaona unatoa project. Kuna ile kitu anakuambia ukitoa project yako hata kama ni ndogo wewe iheshimu. Umeona? So kuna ile kitu anaitwa unamdharau mtu, unadharau mashabiki, unadharau kitu chako. So tuko na ile kitu ya kusema hii muziki yangu sinaitoa tu hivi na hivi. Yaani unatoa kitu una malengo. Umeona? Lakini muziki wa Zaleka tunaweza sema kama vile kwa moja nyingine kwa sasa tuko tunapambanisha hata kama uko chini lakini ishaanza sikilizwa kwa watu wengine sehemu nyingine. Sasa kitu ambacho sisi tunakosa humu mara nyingi huwa inakuwa mashabiki hatuaminishi mashabiki tu. Yaani hatuamini yaani tunakoga ile kitu mashabiki hatuwapi kitu kenye wanataka. Umeona? Lakini tungekuwa kama vile nini mashabiki wanataka kama vile tuna deliver kitu ambacho inataka. Lakini kwa kitu cha kusema muziki wetu ungali chini sio uongo, lakini ni pamoja na pia na
hatuko kwenye ushirikiano mzuri, au maybe inaweza kuwa promotion, pesa, financial. Sasa kuna watu wengine wanafanya mziki wanajua tu wakiingiza YouTube mziki unaenda, lakini ukienda musician music kusema muziki itoboe, lakini music kusema itoboe inaomba kwanza ushirikiano na kujua nini mashabiki wanataka na kujua we ni nani, yani vitu kama vile ndio vinafanya. Na kauli labda ya Vaxon, ili hasa muziki wetu tuweze kutoa hapo ili tuweze kupanda kwenye kiwango cha juu, na tutakiwa tufanye kitu gani? Kitu gani? Cha kwanza tu kuamini kitu tunachofanya. Ukishaamini kitu ambacho unafanya, maana na wengine kitawafikia. Yani tunasema sana hapo kwetu nyumbani wanafahamu muziki, lakini bado hawajatambua kama wanafahamu muziki ama hawajitaminia bado. Ni kwa sababu unaona, ukijua kama music ni biashara, ndo unatakiwa utengeneze nyimbo ambayo itasikilizwa. Lakini kitu ambacho mimi nitasema kusema muziki wetu uendelee, inaomba tushirikiane kwanza, tuweze kuwa pamoja na tuangalie gisi tusidharau project, tujue kama project yeyote huwa inahitajika kwa watu, na kile kitu kile unadharau ndio wengine wanakitaka. So ni kurelease na kuwa pamoja na kusaidia promotion ili tufike malengo huko. Vaxon, hivi labda hapa nyumbani Dzaleka, tukitoa muziki wako wewe, ni muziki gani wago unasikiliza mara kwa mara? Tukitoa muziki wako wewe kama Vaxon. Muziki wangu mimi nasikilizaga wasanii wengi sana. Wasanii wengi nasikilizaga hapa nyumbani wako wengi tu. Hata na upcoming wote nasikilizaga, ili mradi iwe mzuri, muziki mzuri na support. Of course mimi mara nyingi huwa napenda kusikiliza wasanii kama 4-5. Wasanii kama 4-5. Okay, napenda kumsikiliza J-Dalla, Lanideo, unachukua ndo nani, King Johnson, Zuma Boy nayo yuko humo, B-Max, wale wote wako na wengineo, na hata na Jemira, wote nakuwa nasikiliza nyimbo zao. Labda tuongelee huyu nani hapa kwamba mpiga nyimbo ya Ntoki Kojozi siku hizi, Kojozi Zuma, ili wimbo wake labda ulikubali asilimia ngapi kwako? Kwanza mimi nimekubali kwa 10 nimeipatia asilimia 7. Ni nyimbo ambayo ni content nzuri, kwa sababu kitu ambacho ameleta pale ni kitu ambacho iko tofauti sana, yani like ni content, sababu muziki wa sasa ni content, unaingia na content ipi? So ametarget mademu nini kama so ndio nyimbo. So na kama uko artist lazima utarget mashabiki zako. Yeye Zuma washamzoea vitu kama vile, yeye wa kelele faida zake, vitu kama hizo. Zuma ni mtu ambaye ni mtu anapenda vitu kama vile, so yeye ashajua mashabiki zake, so ndio maana hawezi ukamshtuka. Lakini nyimbo ya Kikoyozi ni nyimbo nzuri, content nzuri, na mpaka I think nishaifanyia challenge, kama uliona kwenye TikTok yangu nifanyia challenge, kwa sababu ni nyimbo nzuri. So nikaona tu support vitu ya nyumbani, kitu kizuri kinasupportiwa. Kwa asilimia 10 naipatia 7. Labda hiyo 3 ambayo imebaki, hiyo 3 mapungufu gani labda uliona hapo? Mapungufu sema ni pungufu, kwa sababu ukisema uwenzi, yani hata wewe mwanadamu ukamiliki uwezo ukakuwa yani 100 kwa 100, lazima kuna upungufu fulani. Siwezi kaongelea mapungufu. Vaxon, tuna karata 3 peke yake ambazo tuko nazo hapa. Hizo karata 3 tunataka wewe kama Vaxon uchague kwenye hizo karata 3. Kama unaona, yani tuweke mfano kwenye karata, tuweke kwenye mind zetu. Tuna karata 3. Kwenye hizo karata 3 tunapatikana hapa home Dzaleka. Alafu tuambie kwenye hizo karata 3 Vaxon unaweza kuchagua kwa karata gani? Ya kwanza, ya pili, au tatu? Ipi karata gani? Sijakuelewa pale. Hapa mimi I think niko wazi. Najua kwamba tuna karata 3. Hizi karata 3 zinapatikana hapa. Karata 3 kakiaje? Hebu kwa swali zuri. Okay. Nauliza hivi. Tuna karata 3 hapa nyumbani Dzaleka. Kwenye hizi karata 3, tukikwambia kwamba Vaxon chagua uko kwenye karata gani, ama unacheza karata gani hapa nyumbani Dzaleka, tutachagua karata ya kwanza, ya pili, au ya tatu? Unajua kama umenichanganya character hiyo, labda ungezitaja hizo character, maybe wewe ni wa huyu na huku na huku, lazima nijue hizo characters, siwezi nikajua unamaanisha nini. Okay. Upo vizuri Vaxon. Nikisema kwamba tuna karata 3, hizi karata hazimaanishi karata. Ndani yake kuna kitu ambacho nimemaanisha mimi. Lakini kiakili mtu akija kuwaza kwamba
nichague kwa mkata gani mimi kama Vaxon. Hapa tuna wasanii wengi. Kwa wasanii wengi tuna watoto wasanii 3. Ndio zikata 3 ambazo niliziongea. Alafu nichague kwenye msanii gani au kwa wasanii 3 hapa nyumbani Zaleka. Mimi hakuna mtu anayejiacha, mimi namba 1. Wewe namba 1. Siwezi nikajiacha mimi. Lazima mimi namba 1. Yaani nakukubali sana. Yaani hauwezi kuniambia yani mimi namba 1 tu. Siwezi nikajiacha. Namba 1. Kwa sababu sinaimba. Sasa nitaweka wengine kivipi? Hiyo kweli. Kwanza mimi naongea mtu kuchukubali fresh. Yeah, vitu kama vile. Vaxon anakuambia kwamba yeye namba 1 hapa nyumbani Zaleka. Labda Zaleka, labda Vaxon tuweze kuuliza labda ni kitu gani ukitoka ndani mwako kwenye ghetto lako naenda studio, ni kitu gani waga unazingatia zaidi sana? Kitu gani? Nikienda studio kwanza tumbo wangu hiyo inajaa. Yaani mshibe. Yaani nikishiba nakaa dakika 40 tumbo inatulia ndo naingia studio. Yaani vibe yako ni wewe mshiba. Mambo mengine ya kupaka perfume, nini madawa ndo kuchukua. Hamna, unajua unaona ukishatoka hivi vile vitu vya perfume nini kama vile havikosagi kawaida. Natakiwa ujirembe ili ukifika sehemu watu fresh. Labda kaswali kauzushi. Umshawai na Vaxon wote umshawai kumendea DM labda. Kama endea DM na ustaa wote fuka mchano alafu akwambia mimi so type yako kabisa. Yaani mimi kusema mimi ni mind dem. Yaani wewe muende dem. Unataka? Alafu na mchana. Tema anakuambia kama Vaxon mimi so type yako. Wote unakuwaga hamna, unaona kuna usta na mapenzi. Yaani ukiingia kwenye neno unaenda tafuta mapenzi. Yaani unaweza ukakataliwa na mtu ambao uko unafikiria. So kwa sababu ni moyo. Mapenzi yani kitu mwanamke mwanangu. Hiyo mbona tu ipo tu. Ushapigwa sana huko, ushakataliwa huko. So ni vitu ambavyo vinatokea. Watu wanapendana afu wanaolewa. Watu mnapendana yani jamaa yuko mwana mwingine yani vitu vinatokea tu mbona hivyo. Na hivi Vaxon kwa sasa ni wimbo gani wako ambao unakubali zaidi sana kwa sasa leo? Kwa huu mwaka. Kwa huu mwaka na wimbo ambao unafaa vizuri sana. Okay, kwa huu mwaka nimetoa kama nyimbo ngapi tuone. Nimetoa EP ya nyimbo 6, nikatoa na single moja, yani kama nyimbo 7. Nyimbo 7. Kwa EP ya Kifuliru ile ya Mwanaweka haya. Na sasa nyimbo ambazo mimi nakubali mule ni zinaweza kwa 2. Nyimbo 2. Yaani kwa hizo nyimbo 7, okay ni nyimbo zote ni nzuri lakini kuko ile favorite. Banyite ni ngoma favorite kwangu. Kuna ngoma kama Bafuliroe nayo nilipenda wenyewe. Ile Bafuliroe ni ngoma ambayo mimi naikubali sana. Na hiyo Rukundo ndio ngoma 3 ndio top 3 yangu songs. Yaani ukiniambia namba 1 sitakutajia lakini top 3 fresh. Hivi labda tuweze kumaliza kipindi unakaa chini unaandika wimbo. Waga zaidi sana kwa na vibe gani? Vibe mimi kwanza nyimbo huwa napata asubuhi. Nikiamka ndio unaandika nyimbo zako? Mara nyingi nyimbo zangu nyingi ni za asubuhi. Yaani kichwa nikiamka tu kichwa hajakaa sawa. Nikiamka tu kitandani naanza za nyimbo. Yaani unakuta hit song zangu za mingi ni za asubuhi. Naweza nika kamata idea asubuhi, nikaenda studio, nikafika studio maybe jioni, lakini nyimbo zangu nikikuwa naandika kama nataka niandike hit song lazima idea ije asubuhi. Naamka. Jua linachomoza ndo idea inakuja. Alafu mimi asubuhi ndo kitu changu kwanza kinalala, yani sio chochote kabisa. Kinalala. Mimi naweza nikaamka hata saa 11, saa 10, majirani wote bado wanalala, mimi nawekea full. Umeona? Sababu mimi yani nikija na idea yani bora niwashe speaker nianze vibe tu. Sababu kichwa changu kinakuwa kiko hivi. Vaxon, labda unaweza ukatuambia malengo yako kama Vaxon ni nini zaidi sana? Ndoto yako kubwa sana. Bro, kila mtu ana malengo yake lakini mimi ndoto yangu kubwa ni kuwa msanii mzuri, msanii mkubwa ambao nitakuwa na hela nisaidie watu yani nipeleke muziki wangu uwe international na watu wasikilize. Yani ndoto yangu hiyo. Yani natamani niwe kama watu ambao washatoboa. Kama wakina nani? Maybe wengi tu, wakina maybe Omalay, wakina Diamond, wakina Rayvanny, watu kama vile na wengineo tu, wakina Davido. Yani ndoto yangu, natamani muziki wangu ufike level fulani hivi. Yani nikikaa yani ndio nasema this is me. Labda neno ya mwisho kwa ajili ya mashabiki zako wanaokutazama muda huu
na watu ambao wanakusikiliza muda, unaweza kuambia kitu gani? Mashabiki wa Dzaleka kiukweli bado tuko na kazi nyingi ya kuelewesha, na pamoja na hivyo mashabiki wa Dzaleka like wachukue muda watuamini sisi ma artist wao. Yaani kitu ambacho nitawaambia, kila muziki wa Dzaleka ni mkubwa sana, kila nyimbo wa Dzaleka ni kubwa sana, challenge zao ndo zitatufanya sisi twende mbali. So waendelee kutusupport, sisi ni wasanii watu, sisi ni wasanii wao. Hajakuwa na kitu chochote, hajakuwa na pesa, hatuna kitu chochote, lakini support zao ni kubwa sana. Yeah, kweli. Ni kubwa sana, na tukishatoa nyimbo wakimbilie wa support. Haijalishi msanii wote, mimi napenda sanaa nyumbani. Yaani naweza penda muziki wetu ufike sehemu nyingine. Ya sina neno la kuwashukuru guys, mimi nawapenda sana na mtegemee vitu vikali kutoka kwangu kila siku, like kila dakika, kila mwezi vitu vikali tu wanakuwa wakuwe na kaa tayari tu. Sina hiyo tu. People, ilikuwa ni Moflix Media na tulikuwa naye mzee Vaxon anakuambia kwamba nyumbani Dzaleka karata ya kwanza anaicheza yeye. Sisi bana, zidi kuwa nasi, nazidi kutufuatilia kwenye mambo yote. Tulikuwa na Mathias OG, tunawahitaji na sisi na nyinyi mtuhitaji pia. Bye bye.